jiwe litafanya nini? Litavingirishwa. Litavingirishwa, si ndio? Lakini kabla jiwe halijavingirishwa, unapata kwamba the son of man alikuwa amepitia mambo mengi, na hiyo wakati ndiye alikuwa anangojea sana mpaka akalia machozi ya damu. Akaomba ombi moja, akaambia Mungu, Baba yangu, ingekuwa kwa mapenzi yangu kikombe hiki kichungu ungeniondolea. Sure. Lakini isiwe jinsi vile mimi nataka, bali iwe jinsi vile wewe unataka. Bwana asifiwe sana. So hiyo wakati ilikuwa wakati mchungu, na anasema kwamba kwa hakika roho inapenda, inataka, lakini mwili umeisha nguvu. Haikuwa rahisi kabla jiwe livingirishwe. Kwa hivyo tunasherehekea ufufuo wake Kristo. Sure. We celebrate his death and resurrection. And wakati tunaongelea jiwe livingirishwe, it was a time of resurrection. Amen. Bwana asifiwe sana. Wakati wa mama hawa, Mary Magdalena, Mary mama Yesu, na Salome mama ya Yohana na Yakobo walikuwa wamekaa katika kaburi. Malaika akawauliza, mbona mnatafuta aliye hai kwa wafu? Bwana asifiwe sana. So our Savior is alive. He is living. Amen. He is alive. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. So niruhusu tuende na wewe kwa pamoja. Fungua nami 1 Peter. Hallelujah. 1 Peter chapter number 5. Okay. Verse 8 inasema, be alert, be on the watch. Your enemy, the devil, roams round like a roaring lion, looking for someone to devour. Be firm in your faith and resist him, because you know that your fellow believers in all the world are going through the same kind of suffering. But after you have suffered for a little while, the God of all grace, who calls you to share his eternal glory in union with Christ, will himself perfect you and give you firmness, strength, and a sure foundation. To him be glory, to him be the power forever and ever. Amen. Mswahili, 1 Peter chapter 5 verse 8 to 11. Yes. Amen. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Amen. Praise God. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hivyo huyo ni mtume Peter, an eyewitness. Yes. Of Jesus Christ. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Eyewitness. Vile unaniona na vile nakuona. You are an eyewitness. So Peter was an eyewitness of Jesus Christ. Yeye ndiyo yule alikaa na Kristo. Lakini nzuri ni kwamba wakati aliongozwa na Roho alirudi akatubu. Bwana asifiwe. Na anakuandikia na kuambia kwamba kesheni mkisali na kiomba, maana adui wenu shetani ananguruma kama simba kutafuta mawindo. Yes. Bwana asifiwe sana. Adui huyu alinguruma katika maisha ya Kristo. Unakumbuka akimpeleka katika mnara. Kama wewe ni mwana wa Mungu, ruka, maana imeandikwa kwamba malaika wake
watakushikilia, wewe utachukua katika mambo. Bwana asifiwe sana. Adui huyu ananguruma pia katika maisha yetu. Ndio maana Peter anatuambia kwamba be alert and be firm in your faith. Bwana asifiwe sana. After you have suffered for a little while, the God of all grace will strengthen you. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo niko hapa kuambia kwamba Mungu ambaye amekuita anakutia nguvu. Bwana asifiwe. So nataka tuangalie signs of spiritual attack. Okay. Signs of spiritual attack. Ukikaa ukichiangalia, unaona katika maisha ya Kikristo uko sawa. Unajiassess sasa. Uko sawa ama you are attacked? Bwana asifiwe. Sasa tunataka tuone ni nini hiki unaweza angalia ndio ujue kuna kitu mbaya na mimi. Kuna mahali ambapo the enemy has attacked me. Bwana asifiwe sana. Praise God. Hiyo ndio tunataka tujifunze siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Sign number 1. This is something we undergo in our day-to-day life. Bwana asifiwe. Sign number 1, unusual marital and family conflicts. Unusual marital and family conflicts. Bwana asifiwe. Kristo anasema kwamba kwa sababu alilipenda kanisa, alitoa mwili wake kwa sababu ya kanisa. Bwana asifiwe sana. Na anasema enyi waume wapendeni wake zenyu kama vile Kristo alivyolipenda kanisa. Na enyi wake watiini waume zenu kama vile Kristo alivyolitii kanisa. Bwana asifiwe sana. Mpaka akatoa mwili wake kwa sababu ya kanisa. Wanaume wapo? Tupo. Wanaume wapo? Tupo. Wangapi wanaweza toa uhai wao kwa sababu ya wake wao? Imeenda. Hata Yesu alisema mwili imekataa. Mwili imekataa. Moyo umependa. Lakini mwili imekataa. Yes, Bwana asifiwe. Amen. Praise God. So hakuna. Yes, Bwana asifiwe sana. So na unapata kwamba ikiwa ndoa itasimama, kanisa litasimama. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ikiwa ndoa itakuwa na shida, sure, basi kanisa litakuwa na shida. Kabisa. Maana ndoa ndio kanisa. Musa anaambia Waisraeli the 10 commandments waende wafundishe watoto wao. Wasiandike katika mapango kwa mlango kila mahali, kwamba watoto wasome, wakue wakijua kwamba Mungu anafaa abudiwe. Hallelujah. Praise God. Amen. So katika ndoa kuna mambo ambayo inaleta shida, kuna mambo ambayo inafanya watu wakosane. Na si vitu kubwa. Inaweza kuwa hata TV. Mtu ana watch tu kitu. Vipindi gani mnapenda kuwatch wa mama? Kama kani? Vipindi kwa TV. Neema. Wakati huo hata mboka inaweza ungua. Wakati huo hata ukali inaweza ungua kwa sababu hiyo kipindi imewekwa, na hiyo kipindi inaweza trigger tu kitu ilete shida kwa nyumba, matusi yanze. Bwana asifiwe sana. Na unapata watu wanaanza kukosana kwa sababu ya kitu
kidogo. Bwana asifiwe. Amen. That is a sign of spiritual attack. Bwana asifiwe. Amen. Kakitutu kadogo, hata hii simu wakuja tu, mbona hii simu iko hapa? Basi unaweza toa. Kwani wewe una mkono? Bwana asifiwe. So that is a sign of spiritual attack. Amani ikosekane katika hii nyumba ili shetani afanye nini? Achitukuze. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ni nini Mungu atatupea? Biblia inasema kwamba chipu la upole ukeuza kadhaa. Bwana asifiwe. Amen. Unaweza toa tu rahisi na umalize mambo. Kama ni kipindi kwa TV inaleta shida, unaweza achana tu na ya rahisi na uendelee na kazi zako. Maana hata si mara ya kwanza kuiwatch ama unafuatilia. Unafuatilia itakupita. Neema. So ni heri ikosanishe amani katika ndoa yako, lakini series uiwatch. Si ndio? So nakuambia that is a sign of spiritual attack. Usiangalie kitu kingine ufikirie ni attack. It is a sign of spiritual attack. Bwana siwe sana. Kuna family conflicts. Amsikizani ana na mandugu zako na madada zako. Wengine wanaenda to the extent hata hawezi salamia wazazi wao. Do you think it is okay? Bwana asifiwe. It is a sign of spiritual attack. Kwamba kusiwe na amani katika jamii hii. Na katika amani mambo mengi yanaweza fanyika, sio? Tukiwa katika upendo, umoja na amani ipo, basi tunaweza move hata milima isonge. Lakini tukiwa katika mkawanyiko, hata tuwe wengi, hata kuraise tu 200 inaweza kuwa shida. Sure. 200 tu. Si pesa mingi. Unaona tu wenye tuko hivi wote. Tukosekana amani na umoja. Na sasa hii tuseme tu hapa tunataka only 200 shillings inaweza kosekana. Na si hata iko kwa mifuko yao, hatuiko. Bwana asifiwe. Lakini kukiwa na amani, mtu mmoja anaweza simama na hiyo pesa na atoe. Na inaweza toka zaidi. Bwana asifiwe sana. Number 2, recurring and uninvited temptation. Recurring and uninvited temptation. Majaribu tu yanajirudia tu. Bwana asifiwe sana. Umetoka hivi kidogo umekongwa na pikipiki. Ukishughulika uko hospitali, ndio labda upate nafuu, urudi kasi kidogo kidogo, hiyo mguu imetekuka tena umerudi hosi. Kiwa huko hosi kidogo kidogo unasikia mtoto wako nyuma pia ni mgonjwa. Magoso. Kidogo leo unasikia nyumbani mama amelaswa. Enza. Recurring temptation. Recurring temptations. Kwa mtu mmoja. And Satan is tempting. Bwana asiwe sana. Nadhani mai soma kitabu ya Job. Wakati amekaa hivi, mtu mmoja anakuja na uchungu. Ng'ombe zako walikuwa katika malisho, radi ikatokea, imetwanga wote. Kidogo kidogo wa ng'ombe ameenda, wapunda anakuja na ripoti nyingine. Zimesongwa na maji. Kidogo kidogo mwingine anakuja na habari zingine mbaya tu. Recurring temptation. Sure. Bwana asifiwe. Uninvited. Si kwamba umekosa, si kwamba umezikaribisha, but they are uninvited. It is a sign of spiritual attack. Okay. Bwana asifiwe sana. You have to stand firm and be firm in the faith, as Peter has told us.
Job stood firm, ndiye akaweza kubakia kuwa mshindi. Kumbuka hata mke alimwambia siwasi Mungu kufa. Kwani unangoja nini? Wanawake wapo? Mpo? Hebu nisikie nduru ya wanawake. Imani munayo? Na ulikuwa mnafikia wapi? Ama si nyinyi si wale wachoka? Ni hizo enzi. Ni hizo enzi. Ni hizo enzi. Ni kuja kwa hizi enzi. Ni kuja kwa hizi enzi. Kuna wamama kama Dorcas katika hii nyumba. Bishop wako. Wamama kama Dorcas ambao wachana wanazalia wakati wamekufa. Mtu wa Mungu akiingia aseme, ona huyu mama alikuwa anatengeneza hizi vitenge. Ona huyu mama alikuwa amepamba kanisa. Ona huyu mama alikuwa anafanya hii. Wako katika hii nyumba. Alafu inakaa hivi. Nani ameshonea? Kuna mtu ameshonea mchungaji suti? Nani? Ainue mkono. Ainue mkono. Ainue mkono, nataka kumbariki sana. Nataka nimbariki. Mtu tu ametoa pesa yake akanunulia mchungaji suti, ainue mkono. Sauti imeenda wapi? Ainue mkono. Nataka nimbariki. Sasa unaona? Hao ni wamama wa New Testament. Basi. Wamesema nipite hapo. Bwana sifiwe. Tuendelee. So those were temptations. Number 3, strong discouragement and defeat. Strong discouragement and defeat. Wakati mwingine unajihisi tu ni kama yani hauko au utaki hata mtu akuongeleshe. Sasa ushafika wakati kama hiyo, unaona tu ni kama yani kila kitu unafanya ni kama tu umeshindwa. Hakuna kitu unashinda. Bwana asifiwe sana. You are discouraged, you are in despair. Bwana asifiwe. Amen. Hata ukijaribu kufanya kitu unaona tu hata hii nitaanguka tu. Hata hii nitashindwa tu. A strong spirit of discouragement is a sign of spiritual attack. Bwana asifiwe sana. So you have to stand firm. Kumbuka mambo mazuri ambayo umefanya ya kutia moyo. Bwana asifiwe. Unajua kuna wakati unafika mahali mpaka unaona ni heri hata niondokee dunia. Hata mimi nimeifika hapo. Sure. For your information. Bwana asifiwe. Katika hiyo hali usife moyo. Amen. Katika hiyo hali hata anza tu kuomba polepole, ukiambia tu Mungu akuonekania, tume tu malaika wake wakaweze kukutia nguvu. Bwana asifiwe. Maana kila maombi utajipata kwa kamba. Hallelujah. Na sitaki kutanganya, ikiwa Mkristo utaingia kwa kamba, basi wewe ni material ya jehanamu direct. Direct. Bwana asifiwe. So that is a sign of spiritual attack. Unaona tu unaangalia, unajaribu kuangalia maisha yako, umeishi tu kung'ang'ana. Nasema tu hata hii maisha ambayo ninaishi, heri tu nikufe niondoke dunia. Mbona niishi niking'ang'ana hivi? Unakufa moyo. Bwana asifiwe. Amen. Be near to men of God and to the word of God, ambao wanaweza kutia moyo, ambao wamepitia katika hali kama hiyo na ambao wako na roho ya utambuzi, discernment. Bwana asifiwe sana. Wajue what you are undergoing. They will help you. They will hold your hand. Bwana asifiwe sana. Amen. Number 4, kuna crippling spirit. Crippling spirit. Unakaa tu kama wewe ni mlemavu Bwana asifiwe sana. Yaani kila kitu unakuza hakiendi mbele. Agoso. Si kasi, hauwezi fanya miezi 6 ipite. Umeitiwa kazi, umeambiwa ikishafika miezi 3
utaenda wakuconfirm uko under probation, lakini hata hiyo probation haiishi kabla hujafutwa. Bwana asifiwe sana. A crippling spirit. Unajaribu biashara, unaweka tu pesa, unajaribu kufanya, lakini muda tu kidogo pia imekatika. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa hapa kuambia kwamba it is just a sign of spiritual attack. It is not permanent. Bwana asifiwe. Amen. Haitapandwa juu yako. Yeye aliyekuita ana uwezo juu ya hiyo. Haleluya. Amen. Kuna deep. Ndio. Deep disunity. Bwana asifiwe sana. Yaani hakuna umoja hata kidogo. Mtu anifungulie Psalms 133. Msomaji amefungua. Zaburi 133. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It's like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garment. It is like the dew of Ammon descending upon the mountains of Zion. For there is the Lord commanded the blessing. Kiswahili. Yes. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise God. Na the Bible, David anatuambia jinsi gani ilivyo vyema ndugu dada kuishi pamoja katika umoja. Ni kama mafuta ambayo inateremuka kutoka katika kichwa cha Aroni kwa ndevu zake katika upindo wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Mpaka katika mavazi yake. Bwana asifiwe. So unapata kwamba when kuna disunity, basi shida ipo. Bwana asifiwe. Amen. Mtu mmoja ataanda tu kavitina hapo kavitina katatembea tu. Hata bishop amepanga sasa, hapa tunataka tufanye nini? Kuna project yenye tunafaa tufanye. Ndio. Then kukikosekana umoja, unapata mtu mmoja anatoka na kitu tu kidogo kusuilia hiyo project isifanye nini? Isifanyike. Anaanza kutembeza vitina kwa watu wengine. Na kitu moja nilikuja kugundua wa Kristo. Nisema ama nisiseme? Sema mtu mmoja. Wa Kristo akiwa na shida hataki kuondoka yeye na shida yake. Anataka recruit. Akuwe na kikundi. Yaani wao ni waasi kama baba yao nani? Shetani. Yeye ndio wakati aliangushwa hakutaka kwenda peke yake. Lazima angerecruit, atafute, na ndio hata anafanya saa hii ako katika campaign. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. So ukiona wewe kitu umepangwa ya umoja, kitu ya kuleta umoja katika kanisa, na wewe ndio una recruit kikundi kupinga hiyo kitu, basi wewe ni baba yako ni nani? Ni heri uelekeage huko mapema. Sindio? Mtume anasemanga kuna gari pale kona. Imeandikwa pale kona. City Hopper. Imeandikwa hata ni osho ni ngare tao sifi. Tao sifiki. Sasa ni wewe Mkristo, hata uhubiriwe, hata ufundishwe, unafundishwa saa hii, mbinguni ufanye nini? So kama unataka kufika, badilika. Amina. Usikosanishe umoja. Amina.
na usikosanishe upendo. Bwana asifiwe sana. Praise God. Amen. Tunaweza panga hata tunataka tununulie bishop suti. Mtu mmoja atakuja tu anasema bishop ako na suti mingi hata zingine afanye. Na aishi kwake. Mtu wa Mungu panga sahi. Na aishi kwake. O tupange sahi. Panga sahi. Tupange sahi. Naanza na wewe Madeko. Nipe tu 200. 200? Unachukuanga check? Tunaweza nunua tu rahisi. Suti mzuri ni pesa ngapi? Suti mzuri yenye bishop anaweza vaa. 50k. Ni sawa. Si shida. Nataka ukuje na mfuko. Ukuje na mfuko. 30 ni pesa kidogo. Ni pesa kidogo zaidi. Atesa ndio ushatoa tu. Yes, Bwana asifiwe. So hiyo disunity, ukiona huyo mtu sababu anafanya hivyo huko kwako, jua that is a sign of spiritual attack. You are right. Huyo mtu hataki mkumbo wa Kikristo kuendelea mbele. Amina. Hataki kuona injili ikiendelea mbele. Bwana asifiwe sana. Be aware of those people. We are aware. Usisumbuane nao sana. Asante. Alexander Iskander alisumbua sana Paul katika injili. Sana. Amekia Madeko. Ni rafiki wa Madeko. The coppersmith. Wakati Paul amehubiri salvation is through believing in Jesus Christ. Death and resurrection. Yeye kwa sababu ni msonari anakuja na kamchongo anaweka hapo, anaambia watu mwabudu kitu ambacho mnaamini. Hii vitu yenye mnaona ya. Hii vitu yenye Paul anamwambia hii yenye amuoni wachaneni naye. Baba Paul analia anasema kwamba Mungu mwenyewe afanye nini? Alipinga kila ujumbe ambao walihubiri. Na akasema amemkabidhi kwa shetani. Kuna watu tu inafaa ukabidhi kwa shetani. Bwana asifiwe sana. Okay. Maana hata wahubiriwe hawatabadilika. Ndio trophy. Hawatabadilika. Ndio trophy. Bwana asifiwe. Kuna watu tu. Kwanza unajua mtu akikuja kwako kwa kanisa yako, jaribu sana kufuatilia ujue alikuwa wapi. Mtu anakuja anasema naitwa so and so, nimeokoka, nimekuwa chini ya Pastor Sakwa. Jaribu kufuatilia. Hao ndio watu wanakunya huko, wanaacha kama wamekunya huko, wanataka kuja kwingine. Bwana asifiwe sana. Watu kama hao hatuna lingine kufanya, ni kama Iskanda ukabidhi tu kwa shetani. Asante. Bwana asifiwe. Watu wa kukosesha amani katika mkumbo wa Kikristo, ninakuonya kama uko hapa, badilika. Usitumike na muovu kwa sababu ya kukosanisha upendo na amani katika mkumbo wa Kikristo. Bwana asifiwe. You are an agent of Satan if you don't know. You are an agent of Satan. Bwana asifiwe. Amen. Number 6. Na hii wengi wanapenda sana. Okay. Wanapenda zaidi kufanya nini? Isema ama niiruke. Tusaidie mtu wa Mungu. Personal isolation. Personal isolation. So mtu anaona tu achitenge, akae tu peke yake. Ati niko katika mawazo, ninataka tu nitulie peke yangu tu. Jua kwamba that is a sign of spiritual attack. Satan has isolated you to torment you. Usipochunga utapotea. Bwana asifiwe sana. Ukiona mambo imekukumba zaidi, ukiona umefika mwisho, mambo yamekuwa magumu kwako, tafuta mtu ambaye amekomaa katika imani, ambaye you can share. Bwana asifiwe. Amen. You can share, upate suluhisho. Wewe una expect kufanya nini mami? Umekataa hiyo, una expect kufanya nini?
What do you mean you, I, and yourself? Ujiite mkutano. Mimi nataka unifafanulie. What do you mean you, I, and yourself? Umejiita kwa mkutano. Sasa hapo umeipwa. Ukifika wakati kama hao jua kwamba umeipwa. Ukishajiita mkutano. Sasa ndio mwalimu anasema ukiona hivyo, jua hiyo sasa ni sign ya attack. Ndio nakwambia sasa. It is a sign of spiritual attack. Be cautious about what is undergoing in your mind. Yeah. What are you thinking? Yeah. Ushaiona mtu amechukua kisu na anachikata mwenyewe na mtu hajamchokoza. Anachukua kisu na anaanza kujitunga mwenyewe. Ni nini inafanyika kwa huyo mtu? Sasa huyu mtu amekaa kwa mkutano kama Kenya dada anasema. Amekaa hapo kama mkutano, amesema yeye mwenyewe. Mtu kama huyo amekaa hapo kwa mkutano. Hapo kwa mkutano kakamconvince. Hao kwa mkutano wakafanya nini? Kakamconvince kwamba the best thing you can do ni kujitunga moja katikati. Lakini ndio nakwambia it is a sign of spiritual attack. Before ifikie hapo, tafuta mtu share. Yes, sakwa. Soma msome. Rudia umesema Proverbs 17:28. Inasema hata mpumbavu akinyamaza huonekana ana hekima. Akifunga mdomo wake huonekana kuwa mwenye akili. Wewe umeua. Umemaliza. Asante. Mpumbavu akifanya nini? Akinyamaza. Akijiita mkutano mimi, you and myself. Yes, Bwana asifiwe. So personal isolation is not important at all. Be near to people. Bwana asifiwe. Ndio maana Yesu anasema palipo watatu wawili, Roho wa Bwana yu pamoja nao. Si ndio? Bwana asifiwe sana. So ukiona hapo kwa mkutano umejiita, ni sign. Anza kuomba mapema ikuondokee, ama ufikie pastor mapema akuombee ili kwamba usijikute katika hali kama hiyo. Ukiwa kwa nyumba utakuta umechemsha maji, umetengeneza mwenzako kuku. Unataka kutoa manyoa. Fire. Unaona? Na sheria, the law of the land. Hata bishop akifika hapo, hakuna kitu atasema. You will face the full course of the law. You will face, na hakuna kitu tunaweza fanya. The only thing tutaomba tu Mungu akusaidie ujirutie. Na kwa neema yake tu akipenda utolewe. Lakini ukishatenda dhambi, consequences za sin iko. Na Mungu anasamehe dhambi, si ndio? Lakini lazima kuna consequences ya kila dhambi. Are you sure? Consequences are there. Bwana asifiwe sana. So be careful. Be careful when you isolate yourself. Ukijiita hapo kwa mkutano, be careful. You are right. Ni nini utafanya? Bwana asifiwe sana. Then kuna changing of focus. Change of focus. Leo huyu jamaa pastor wa South B ametoka South B. Naona ametoka mbali. Na Mungu amembariki na gari. Sio? Na ameamua ninaenda kanisani. Kwa mkesha. Alafu akisha kurumisha gari yake, ametoka hivi, anakutana na customer, anamwambia nataka unipeleke Kitengela kulipa 6,000.
Sasa unajua kutoka South B kuteremka Kitengela ni haraka. Sure. Na saa hii ni usiku. Na unashika highway vizuri. Na anataka 6,000 inaingi. Nikishafikisha hivi nichome mafuta haraka niende Kawangware. Kesha. Si ndio? Kwako inaonekana vizuri. Si ndio? Maana Solomon anakuambia ipo njia ionekanayo salama machoni kwa mwanadamu. Lakini unaweza fika tu hapo kisha drop tu hivi tu. Mwingine anakuambia nataka kwenda town. Nitakupea 5,000. Si ndio? Haya. Unarudi unasema hata hiyo ndio njia. Twende sana. Si ndio? Twende sana. Twende sana. Ufike town mwingine anakuambia naenda Udhiru. Hiyo ni 11,000. Naenda Udhiru. Unasema Udhiru na Kawangware zinaenda huko ndio naenda. Nitashuka tu hapa Mau haraka na niingie Kawangware. Change of focus. Yeah. A change of focus. Sure. Hiyo pesa unaweza ukota hivyo na mwishowe uimalizie hospitali. Bwana asifiwe. Mwishowe uimalizie hospitali. Magoso. Bwana asifiwe sana. Change of focus. You had focused kwenda kanisa, enda kanisani. Pesa ijaitosha. Pesa inaitosha kweli? Bishop, wewe umekuwa sana, umekula chumvi. Pesa inaitosha? Pesa ijaitosha. Hata saa hii budget ya Kenya iko karibu kusoma, si ndio? Last time ilisoma na trilioni ngapi? 2 zenye sikopwe. Si ndio? Saa hii ndio economy na lazima inaweza kuwa 3. Ukipewa hizo trilioni 3 wewe peke yako hazitakutosha. Hazitakutosha. Imagine zinaweza run inji for 1 year. Ikiwa ziko cash, zinaweza run inji for 1 year. Bwana asifiwe. Lakini nakuhakikishia saa hii sababu ukipewa hiyo pesa peke yako haitakutosha. Bwana asifiwe sana. Praise God. So that is a change of focus. Kitu ambayo inakutoa kwa mtazamo ambao ulikuwa umepanga kufanya, unajipata unafanya kitu tofauti zaidi na venye ulikuwa umepanga. Bwana asifiwe sana. It is a sign of spiritual attack. You are right. Be alert. Then number 8 kuna prayer struggles. Okay. Hata ukiambiwa wapendwa tuombe, wanafanya tu. Amen. Yaani ni shida kusali hata tu. Yesu aliambia mitume kwa lisali moja. Lisa ni moja. Wametaka usingizi. Bwana asifiwe sana. Hapa tu tukianza tu maombi tuenda tu tuseme tunaenda 1 hour maombi. Bwana asifiwe sana. Amen. So ukiona wewe kukaa katika maombi imekuwa kisungumti, imekuwa ni kama ni ngumu zaidi, it is a sign of spiritual attack. Unajihisi tu hata usiombe. Wakati umepaka hata uamuke mapema uombe, unapata saa hiyo ndio usingizi umekuwa mzuri zaidi. Na unapata hata haujaamuka, haujafanya chochote. Saa hiyo utatoka kwa hiyo kitanda unatoka na kutoka. Bwana asifiwe. That is a sign of spiritual attack. Prayerlessness is equals to powerlessness. Prayer. Sindio? Bwana asifiwe. Amen. So if you cannot pray, then itakuwa ngumu zaidi. Bwana asifiwe. Amen. So ukifikia hali kama hiyo, jua kwamba it is a sign of spiritual attack. You're right. Number 9, reading distraction. Okay. Wangapi tu kwa hii wiki tu wamesoma hata chapter 1 ya Biblia? Tumesoma.
kando na wachungaji. Okay. Wangapi tu wamesoma? Yenye ulisoma nasema aje? Wainueni mikono. Mikono imerudi chini. Ndio unasoma saa hii. Ilikuwa inasema aje? John 10:28. John 10. Wewe ni kondoo wa Mungu. Lakini mimi ni mchungaji. Mwingine? Asante. Huyu alisoma. Ilikuwa inasema aje? Amen. Wow. Amen. Mwingine? Makofi kwake. Boy. Philippians 4:13. Yes. I can do all things through Christ who strengthens me. Maandiko ingine mzuri sana, si ndio? Hapo anasema kama ni njaa, nimejifunza kukaa njaa. Yes. Kama ni shibe, nimejifunza kukosa, nimejifunza kukua navyo, nimejifunza. And all those things I can do them through Christ who strengthens me. Bwana asifiwe sana. Praise God. Reading. So reading distractions. Unafungua tu Biblia, ndani ya moyo wako umepanga kweli. Na kuna roho wa Mungu ambaye anakuongoza soma. Si ndio? Unajua watu wanasemanga kitu iliniambia si kitu. Asante. Sawa sawa. Roho wa Mungu anakuambia soma. Lakini muofu flesh inakwambia wewe chapa usingizi. Unasoma unaanza kutoka machozi, kidogo unalala hapo. Ulikuwa unaomba ukasahau ulikuwa unaomba, amen, utasema asubuhi. Magoso. That is a sign of spiritual attack. Bwana asifiwe sana. Hauwezi fungua hata mstari mmoja usome tu uelewe. Bwana asifiwe. Amen. Paulo anaambia Wakorintho kwamba tuombeeni pia nasi ili kwamba tutakue fumbo ambalo limefichika katika the secret. Bwana asifiwe. So there is a secret in the gospel that we have to understand. Praise God. Don't just read it as a novel. Yeah. Najua saa hii ukichukua novel upe Esther hapa atasoma from cover to cover. Atarudia within a week, anaweza kuwa ameirudia hata mara 3. Lakini ukimuuliza Genesis umesoma mistari mingapi? Hapo ni muadhara. Hapo ni pale. Muadhara. Bwana asifiwe sana. Amen. So ukiona kuna hiyo reading distraction, unajua kwamba that is a sign of spiritual attack. Mungu alifungulia Ephesians 6:17. Amen. Ipokeeni wokovu. Sio? Ipokeeni nini? Chepeo cha wokovu. Yes. Na roho wa Mungu kama upanga. Bwana asifiwe sana. Iwawezeshe kuzima mishale ya muovu. Bwana asifiwe. So we are talking about the armor of God. Paul anasema hatupikani jinsi vile ulimwengu inavyopikana. Silaha zetu sisi ulimwengu huu. Sure. Bwana asifiwe. Hautatuona na bunduki. Hata tunafukuza pepo tutakushuti. Unaona mtu anafanya ushenzi kama hiyo ni mshenzi hata ile anafanya nini kwa madhabahu. Okay. Ati pepo wewe nitakushuti. Nitakushuti. Huyo ni mshenzi. Okay. Huyo ni mshenzi. Paul anasema licha kuwa tunaishi duniani
hatupikani vita kama vile dunia inavyopikana. Yes. Silaha zetu si za dunia hii, bali ni nguvu yake Mwenyezi Mungu iliyo na uwezo wa kuangusha kila ngome na kila ulimi ambao unachinua kinyume cha Kristo kuuweka chini. Bwana asifiwe sana. So we are fighting against the principalities of the evil spirit. And Paul is telling you they are also strong. So you should put on the full armor of God. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. So if you don't read the word, umeisha. Because neno ndio upanga ambao tumepewa. Hallelujah. Revelation John anasema kwamba yule asimamaye katika vinara 7 vya taa, ambaye mkononi mwake hutoka zile nyota 7, mdomoni mwake hutoka upanga wenye makali kuwili. Bwana asifiwe sana. So if you don't read the word, you are finished. The enemy will finish you. Bwana asifiwe sana. Then ya mwisho ni demon hunting. Demon hunting. Kapepo kama kufuatilia tu. Kana kuwinda, si ndio? Kuna wakati mwingine mtume alituma picha kwa WhatsApp. Unaona msichana ako hapo na kuna spirit of death inamfuata. Mahali anaenda, mwenzake anamwambia, "Usiokoke tu dada, uachane na hii tabia ambayo uko nayo mbaya." Sasa mimi bado waacha nikule raha. Muda bado na kumbe kuna a spirit of death kanamfuata tu. Bwana asifiwe. Sasa a demon hunting. It is a sign of spiritual attack. Bwana asifiwe sana. Amen. So you have to be very careful. Yes. Nikimalizia primary strategies of the enemy against the church. Tuangalie venye anafanya kanisa. Primary strategies of the enemy against the church. John 16:33. Mwingine anifungulie 15, John 15:18 to 27. The Bible says from the book of John 16:33, these things I've spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Kuhusu hukumu, John 16:33, ndio? Inasema kwa Kiswahili, nimewaambieni mambo haya ili mpate kuwa na amani katika kuungana nami. Ulimwengu mtapata masumbuko, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Okay. John 15:18 to 27. Iwapo ulimwengu uliwachukia, najua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. 20. Nikumbukeni lile neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waniudhi mimi, watawaudhi mimi. Ikiwa walishika neno langu, watalishika na leni. Lakini haya yote watawatenda kwa ajili ya jina langu, kwa kuwa hamjui yeye aliyenipeleka. Kama nisingalikuja na kusema nao, wasingalikuwa na dhambi, lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi yao. Yeye anichukiaye mimi humchukia na Baba yangu. Kama nisingalitenda kwao kazi asizozitenda mtu mwingine, wasingalikuwa na dhambi, lakini sasa wametuona mimi na Baba yangu na kutuchukia. Lakini litumie lile neno lililoandikwa katika Torati yao, walichukia bure. Lakini achapo huyo msaidizi nitakawapelekea kutoka kwa Baba, huyo ni Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Nanyi pia mtashuhudia, kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Bwana bariki.
Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. So Yesu anasema kwamba ikiwa ulimwengu utakuchukia, Yes, jua kwamba wewe si wa ulimwengu. Oh yeah. Ungekuwa wa ulimwengu huu, basi ulimwengu ungekupenda. Ni kweli. Lakini kwa sababu yeye hakuwa wa ulimwengu huu, Okay. na yeye alichukiwa, na wakati alipohubiri neno lake halikusikizwa, basi jua kwamba pia wewe ukiwa wake utahubiri na utakataliwa. Yes. So kukataliwa haijaanza leo. Oh. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Praise God. Amen. Kuchukiwa haijaanza leo. Bwana asifiwe. Amen. Kristo mwenyewe amekuambia kwamba wewe si wa ulimwengu. Kwa hivyo ulimwengu hautakupenda. Oh. Don't look for favor in the eyes of men. They will not love you. Yes. Praise God. Amen. Ukiona unachukiwa, jua wewe si wa ulimwengu. Amina. Bwana asifiwe. Amen. So ndio maana naambia nimewaelezeni mambo haya mapema. Bwana asifiwe. Amen. Wakati itakapotendeka, ujue kusoma nyakati. Usianze kulialia na kulalamika. Mbona nikisema kitu siwezi sikizwa? Mbona nikiongea hata siwezi sikizwa? Jua kwamba wewe si wa ulimwengu. Number one strategy, he promotes powerless Christians in the church. Ana promote powerless Christian. Bwana asifiwe. Unapata mtu ametoka tu huko, mtu wenye mnaonanga tu hivi amefanya kama uchiza, hapo watu wanashangilia. Lazima tukue na roho ya utambuzi, discernment. Paul anasema kwamba mujaribu hizi roho. Bwana asifiwe. Test them. Mjue kwamba zimetoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kuna zingine hazijatoka kwa Mungu. You're right. And that is how they do in the church. Powerless Christian anainuka tu from nowhere na anafanya tu vitu, alafu tunabaki tu tunashangilia, lakini hatujui kwamba anatumiwa na evil spirit. So let us be careful in the church. Amen. Ya family tulikuwa tumeongelea, he weakens the family. He encourages hidden sins. Hidden sins. Bwana asifiwe. Kitambo kabla hujaokoka kuna kadhambi tu ulitenda. Bwana asifiwe. Sasa what Satan does, anakukumbusha kale kadhambi. Then unajiona wewe ni kitu bure. Okay. Unajiona wewe ni kitu bure. Hata huwezi simama mbele ya Mungu. Bwana asifiwe. Anakukumbusha zile vitu za kitambo. Ambazo labda uliomba msamaha kwa Mungu na Mungu akakusamehe. Bwana asifiwe sana. Amen. Anaanza kuzileta. Na hivyo ndio unajipata uko under discouragement. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Number 4, he promote divisions in the church. Watu wamekawanyika. Hao wanasema mimi nitasikiza bishop, wengine wanasema nitasikiza madekwa, wengine wanasema nitasikiza sangwa. Yaani watu wamekawanyika katika kanisa. Je, tunaweza ukawanya mwili wa Kristo? No. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati Paul anaongelea vipawa za Roho Mtakatifu, anasema vipawa hizi siko kama mwili. Niko na macho ya kuona, niko na mapua ya kunusa, niko na mdomo ya kukula, si ndio? Kisha leo je iko? Iko. Niko na mkono, ninaweza andika, na pia tena ukiniletea shida naweza kutwanga. Na niko na miguu, ninaweza tembea. Ndio Paul anaongelea viungo katika mwili wa Kristo. Hakuna siku macho itaambia mkono sikuhitaji. Sio? Hakuna siku mapua itaambia mkono sikuhitaji. Bwana asifiwe sana. Amen. Anapoongelea kuhusu nabii, kunena katika ndimi, kuchanganua ndimi, Bwana asifiwe. Amen. Anaongelea hizo vipawa zote na anasema hizi vipawa zote ni viungo katika mwili wa Kristo na vinatenda kazi kwa umoja. Lakini ukipata huyu ameinuka anataka kunena kwa ndimi, saa kwa tundi anakimbia hapo kila saa. Anaenda division. Sure. In the church. Sure. Mtu mwingine haezi
changanywa hiyo dini. Dini na imani inatoka kwa Mungu. Yeah. And there is a network. Yes. For those who can interpret. Yes. And Paul says, yeye ambaye anenaye kwa ndimi. Yes. Ikiwa there is no an interpreter amenyamasishwa. Kabisa. Ama ajiombee yeye mwenyewe na Mungu wake. Hiyo ndio kweli. Because during that time Paul anaweka sawa, anasema the spirit is the only working. The body is dead. Sure. Bwana asifiwe sana. Yes. So lazima kukue na utaratibu. Order. There must be an order Yes. in the church. Amen. Sai nafundisha, wakihitaji waimbi watakuja, wakuhubiri atakuja, wakupeana matangazo hapo atakuja, si ndio? Huwezi fanya vitu zote. Kweli. Bwana asifiwe sana. Ukopika chai hapo. Then angekuwa shaanza. Hata iko hapa. Chai iko hapa. Kikombe iko. Chai ndio hii. Tulianza kitambo. Yeah. Number 5, he influenced the church through false teaching. False teaching. Mtu anakuja na mafundisho mengine ambayo mnaangalia mnashindwa. Is it in line with the Bible? Is it in line with the Bible? Paulo anakuambia kwamba Mary hakusaliwa na original sin. Unajua original sin? Ya Adam. Ya Adam. Ya Adam, si ndio? All of us are descendants of Adam. Si ndio? So we inherit it from him. So mtu ambaye alisaliwa pila hiyo dhambi peke yake ni Jesus Christ. Mwanaume hakuzika. Bwana asifiwe. Asante. Mambo yametokea mengi zaidi katika Ukristo ambayo inaonekana kama Ukristo ni bure. So unapata mtu amesimama na mafundisho kama hiyo katika kanisa kufundisha watu wa Mungu. False teaching, false doctrine. Kama purgatory, atukikufa au ingie mbinguni direct. Kuna mahali unaweza enda utubu dhambi zako. Ukishatubu mahali hapo watakuja wakufanyia ibada mzuri zaidi, familia ikaramike, alafu itakuhamisha kutoka hapo uingie mbinguni. Mafunzo bure kabisa. When you die. When you do what? You die. It is either two things. You either go to not directly hell, temporary holding hell, Hades. Temporary holding hell, Hades, or temporary holding heaven, paradise. Mtu asikutanganya kuna mahali pengine, na ukiingia paradise is a direct ticket to heaven. Ukiingia Hades is a direct ticket to hellfire. Bwana asifiwe. So hakuna mtu akuja akutanganye kuna mahali ibada kama umekufa ama utasemeana na mwingine huko mbinguni. Ama unanisikiza? Unapenda sana kusema tutasemeana mbinguni. Mbinguni hakuna msamaha. Samehe mwenzako sahi hapa dunia. Tunaelewana? Mwisho, he persecutes the church. Bwana asifiwe. He persecutes the church. Kuna wale hata mnakuwa nao lakini wanakula kanisa chini. Bwana asifiwe sana. They are persecuting the church. Chini. Wametumika kama maajenti wa shetani. Paul alipersecute the church. Na katika injili yake mara mingi unasikia akiambia Mungu, mimi ambaye sikufaa na nilitesa kanisa lako. Bwana asifiwe. Lakini wakati mwanga ulimuonekania alibadilika. Naomba wewe ambaye unatesa kanisa, mwanga uonekanie, ubadilike. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Ubadilike. Utembee katika umoja. A point to know, this battle is real and the enemy attack are continual. So ni kitu ambayo iko katika maisha yetu ya Ukristo, na
muovu huyu ataendelea, si kwamba amesimama. Kwa hivyo kitu iko ni kwamba usiti kukua imara katika imani, maana haijasema kwamba atasimama, ataendelea mpaka siku ya mwisho atakaporushwa kule anafaa ende. Asante Bwana asifiwe sana. Good news, we need not to live in fear. God has already conquered for us. We belong to God. Bwana asifiwe. So hatufai kuokopa. Kristo alishadushindania, so sisi ni wake. Ndio maana amekuambia ulimwengu hautakupenda, maana wewe si wa ulimwengu, wewe ni wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Praise God. Amen. Kwa hivyo kaa ukijua kwamba mambo haya yako, mtu tu ako tu jealousy. Hata ukibarikiwa, mwingine hata kuona hata umebarikiwa, hata kuona hata umevaa smart. Huyo shetani hasa demon hunting, hata kuona maendeleo hata katika kanisa, is an enemy of progress. Imbodoka. Bwana asifiwe sana. Praise God. Tusimame.